Let me say one thing for the media. Sisi tunataka strong democracy. And we want strong political parties. Hii maneno ya Ruto kumaliza chama kubwa kama ODM, hatutaki. We would like ODM to remain a strong political party. Raila Odinga, with all his challenges, we must give him credit. He created, sustained a strong political party called ODM for over 20 years. And that party, for the longest, stood with the people of Kenya. Na kutetea wa Kenya. Huyu William Ruto nikiwa na yeye kiwa deputy yake, akaniambia, he cannot allow ODM to stand, ataimaliza. Si ndio? Si leo niseme? Si leo niseme? Akasema atamaliza ODM. Akaenda akatafuta Raila. Na nikauliza yeye, because I could not understand what he was up to. Nikamuuliza, wewe ulisema hii Raila ndio shida ya Kenya. Ulisema hii Musalia ni mganga. Ulisema ni mtu ya kungoa leri. Umesema Kenya hawezi endelea akiweko. Imekuaje umemtafuta? Akaniambia, sikia Rigiji, wewe uelewi maneno. Inafikanga wakati unatafuta adui yako ndio umalize yeye na watu yake. So wacha nileta hii mzee karibu, nimchanganye, nimsaidie aende AU, akiondoka nimalize ODM. Akaleta Raila, akapatia viti nini, namna hiyo. Kwa bahati mbaya Raila akapumzika. Huyu Raila ameingia pale, amegawa ODM. Wale watu ya Pwani amemaliza. Wabunge wote ya ODM amewachukua. Ameenda Western amewachukua. He has reduced ODM to be a Luo party. And that is what he wanted. Sasa, within the Luo party ambaye imebaki, ameweka Raymond Omolo, PS, amempatia pesa. Hii watu ya Raila ile ya zamani, wale wako na msimamo ya kupigania wa Kenya, amewasimamishia candidates. Na ameambia Omolo tafuta goons ya kusaidia kutoa hii watu. Na hii watu ya ODM niliwaambia, ODM Ruto alinunua kwa Oburu, Junet na Wanga, akalipa deposit. Sasa wanasikia Junet na Wanga wanalia. Hawali kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Si ndio? Amesema ndio nitoe balance, lazima mtoe Sifuna, muweke Ababu na Mwamba, ndio nikuwe na control ya ODM. Until you remove Sifuna na muweke Ababu. Na unajua Ababu ile kiti alikuwa nayo ya ubalozi imepewa Aida Odinga. Sasa Ababu anangoja kuwa Secretary General ya ODM. Sasa Wanga na Oburu na Junet wameambiwa, bila nyinyi kutoa Sifuna, muweke Ababu na Mwamba. Siwezi toa deposit kwa sababu mnaweza kunigonga. Unajua Kasongo kwa sababu ni mtu ya kugonga watu, pia anaogopa kugo. Na huyu Junet anamjua vizuri. Na mimi nataka niona Junet akisema Rigiji tusaidie, ni kwa sababu Junet na mimi tunajuana zaidi. Waswahili wanajuana na? Huyu Junet ndio alitumika na Ruto kusabaratisha uchaguzi ya Raila 2022. Mimi nilikuwa hapo, Junet akaitwa na Ruto. Nilikuwa running mate ya Ruto. Si ndio? Ruto akaniambia Rigathi. Siku hiyo siku anaitwa Rigiji kuja baadaye. Akaniambia, wewe Rigathi uelewi maneno. Hii mzee ndio tumuweze, wacha tuchukue mtu yake anaitwa Junet. Hii ni mtu ya pesa. Wacha tukikoroga yeye kule kwa Wakalejin, Raila asikuwe na agents, nijue vile nitapanga maneno huko. Huyu Junet alikuja, I was seated there. Akapewa pesa 5 million cash nikiwa hapo. Nazira alikuwa amepatiwa na Uhuru ya agents, akaambiwa na Kasongo, hiyo pesa usitumie, jisaidie naye. So ODM did not have agents. Huyu Junet ndio alisabaratisha safari ya baba kwenda Ikulu. Na mimi hata kama siku nataka huyu baba, on second thought, nikiona vile hii Kasongo ametusumbua, haki ya Mungu, afadhali Raila angechaguliwa. Hangetusumbua.
hangetusumbua vile huyu Kasongo ametusumbua, si ndio? Kwa sababu Raila pia kimiaka hangekuwa na ile nguvu ya kutusumbua, si ndio? Huyu Junet siku Raila amekufa, yeye na Wanga na Oburu hawakwenda kuchukua mwili, walibaki hapa wakauza ODM. Na nikuulize, kwa mila ya desturi ya Waafrika na Wajaluo hasa, huwezi rithi mtu kabla hajazikwa. ODM ilibadilishwa kabla mwili ya Raila kufika hapa nchini. Na tumeanza kuuliza swali, na mimi lazima sasa niongee kwa sababu nimesikia Orengo ameongea, si ndio? Huyu Raila Orengo amesema na tumesikia, daktari wake anaitwa Olunya, profesa, alikuwa amesema asisafiri, apumzike, asifanye kazi mingi, aangaliwe vile anakaa. William Ruto akachukua ndege akapeleka Raila India against the advice of his doctor. Why did William Ruto go against the advice of Raila's doctor and take him with a private jet to India? Si ndio? Huyu Raila amekufa India. Hakukufia kwa hospitali, amekufia in an institution. Sheria ya kifo, ukifa nje ya hospitali lazima kuwe na postmortem ijulikane umeuawa na nini. Huyu Raila hakufanyiwa postmortem. Amesemekana azikwe haraka within 72 hours. Vile sisi tunaelewa mila na desturi za Wajaluo, hiyo maneno hayawezekani. Ukiona pia Ogola alikufa na ajali 72 hours. Raila 72 hours. Mwenye kutangaza ati 72 hours ni Kasongo. Wewe Kasongo, wili ya Raila ulijua namna gani? You are not part of the family. Si ndio? Si ndio? Mimi nikipima kama Rigiji, I have tried to keep off this matter kwa sababu walikuwa wananiingilia. Lakini watu ya Raila wananiambia Rigiji tusaidie. Mimi nataka niulize, for this matter of the death of Raila Odinga to be sorted once and for all, since Orengo has raised pertinent issues, the way he died, the circumstances around his death, I think it's only fair that there should be a public inquest to inquire ni nini iliua marehemu Raila Odinga, so that Kenyans can be settled. Na tutatue hiyo maneno. Na mimi naambia watu ya Nyanza, mnaambiwa ati mimi sitaki nyinyi, mtakuja kushukuru mimi. Mimi naibia nyinyi siri. Hii Kasongo mimi namjua. Nyinyi hamjui mtu. Nimeona mnalialia hapo. Lakini Junet na Wanga wanalia balance. Si ati wanalia ati ODM inakwisha. Na wacha niambie watu ya ODM, vile huyu Kasongo amepangia nyinyi, mkipata viti 20 peke yake mtaniuliza. Hapa Nairobi makazi ndio wameshikana. Nyinyi mko na Kasongo, hana kura Nairobi. You have nothing. Hamtapata kiti hata moja hapa Nairobi. MCA hamtapata hata moja. Pwani Kasongo amechukua watu yenu. Western amechukua watu wenu. Hapo Nyanza amesimamishia nyinyi watu. Hii ODM, a strong party. The late Raila Odinga, the Kenyan hero who made a strong political party, is turning in his grave. Akiona vile chama alijenga 20 years, within 3 months Kasongo ameimaliza. Na ndio mimi, kwa sababu huyu Kasongo ni muelewa, ni mtu ya divide and rule, ndio nilimkataza kugawanya mlima. Na ndio tukakosana, because alitaka agawanye mlima atutawale, atukalie, agawe east and west. Alitumia Kindiki na huyu Ruko ati agawe east, nikakataa. Alitaka kutumia Ichung'wa ati atoe Kiambu kwa mlima. Kiambu mnaweza toka kwa mlima? Kiambu mnaweza toka kwa mlima? Tena mlima hapana mipaka. Mlima ni jamii. We are one people. Kasongo, please keep off our family. Keep off. Wachana na mambo yote ya mlima bana. Sisi tumeishi kama kitu kimoja miaka yote kabla hujakuja kwetu. Wewe umekuja, tumekuchagua. Umetudanganya na Biblia. Umetuambia umeokoka. Na sisi unajua ni Wakristo tukakuamini. Sasa umetusaliti, umetupiga kiteke.
ati unataka kugawa jamii yetu vile moja alitugawa. Haiwezekani. Mulima imeshikana kama simiti. Mulima imeshikana kama simiti. Na mambo ni ile. Mulima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo, na tam iko namna hiyo. So mimi niambie watu ya ODM, ile kitanda mulitandika mulalie. I warned you. Nikamwambia Junet na Wanga na Oburu wameuza ODM. Sasa hata balance wananyimwa. Sasa hamwezi pata viti 20. And it's unfortunate because ODM was a strong political party which is good for our democracy. Na mimi nataka kuambia akina Sifuna, akina Orengo, akina Anyang' Nyong'o, akina Babu, those are heroes of our democracy. Mkae imara, muone ile mnaweza okoa kwa ODM. Kasongo akimaliza nyinyi, haidhuru. Nimekaribisha nyinyi kwa DCP. Si ndio? Mimi sina shida. Hata wale mtanyimwa tikiti huko Nyanza, DCP iko hapa. Sasa hii Garissa tunataka kwenda. Duale analia ate Rigiji asifike Garissa. Because hiyo area yote ni DCP. Mandera, Wajia. Wewe bwana Duale, pana tisha Rigiji asikuja Garissa. Siuliza Susan Keheka na bwana yake walikuwa wanasema Rigiji asikuja Nakuru. Alikuja hakukuja. Uliza Kemani Ichung'wa. Si alikuwa anasema Rigiji akifika Kikuyu bado tahiri. Rigiji alifika hakufika. Si hata Garissa tutaenda. Mtanipeleka Garissa. Mtanipeleka Garissa. Sisi tutatembea kila pahali. Jamhuri ya Kenya. We shall visit each and every part of this country. Anade Ndwale, wewe ni waziri. Wewe concentrate na mambo ya SHA. Na ile pesa umeiba ya wagonjwa. Wacha kutisha Rigiji. Kama Kasongo hawezi tisha mimi, wewe unanitisha ukiwa nani? Wewe Duale. Si wewe utafute video. Uone vile nilisomea Kasongo pale Olokalao kama amekaa hapo. Alidu. Si nilimsomea? Sasa tena hii Kasongo ni muoga. Ati alikuwa anajigamba, oh mimi ni rais, mtu asinitishe, oh mimi nini. Akiwa hapo Madera, baluni na pasuka, anakimbia karibu na konjoa, akikimbia ni mgoga. Sasa wewe Kasongo na konjoa ni baluni na Rigiji akifika? Na Rigiji akifika? Sindio? Mambo ya kuuzania uoga tuache, tuheshimiane. Bwana Duale, you are the most unpopular leader in Northern Kenya. Hata William Ruto ulileta tu kura 7. You are minister courtesy of the votes I gave William Ruto from the mountain. Uheshimu sisi bwana. Wewe unatutukana sisi, uliletea William Ruto kura 7,000 peke yake. Sisi ndio tulimpatia kura milioni 4 akakuwa rais, akakupatia kazi ya waziri. Alafu unakosea sisi heshima. Sasa wewe ujitayarishe, William Ruto anaenda nyumbani next year, wewe urudi ukachunge gamia. Si ndio? Si akachunge gamia. Si ndio? Na hii watu wengine mtafutie kazi. Si Kimani Ichung'wa ni accountant. Si anaweza kwenda kufanyia Kasongo hesabu ya shamba yake. Si amfanyie hesabu. Si ndio? Na hiyo Amoradha si anaweza kwenda ashikanishe maharusi ya watoto ya Kasongo. Si ndio? Huyu Keng'ara anaweza fanya kazi gani? Keng'ara ni ya profession gani? Keng'ara ni ya profession gani? Oh, ni mtu ya sigara mrefu. Wewe Keng'ara nasikia ni mtu ya sigara mrefu. Sijui mtaambiana nini na Kasongo. Na huyu amechara aende apeleke mchene kwa Kasongo. Si ndio? Na huyu ati Mama Simba, huyu sasa ni kazi gani? Au giriaga agadekiaga kia jeshi, au giriate? Ate kia doe? Ate giriaga doe? Ate guda jeshi? Haya, ndiaje akaguda jeshi ya Kasongo. Neguo. Hii wasaliti yote mtawafukuza.
Mtafukuza hii wasaliti. Hii watu wameaibisha Kiambu na wameaibisha watu ya Kiambu. Nyinyi ma MCA 60 wards, nendeni mchukue hizo viti. Mtachukua? Work hard. There is no shortcut to hard work. Nyinyi wabunge mko hapa 70, hizo viti 12 muende mchukue. Nako tiregete kia mudu. Neguo. Si mimi nafanya I work hard. Mimi silali. I am a man on a mission. Nikilala siku mbili Kasongo atarudi atusumbue. Mimi sipati usingizi, nalala nimefunga jicho moja ingine nimefungua. So I want hard work in Kiambu. I want you people to work hard. And you cannot get leadership when you are at home. You must work for it. You must go around Kiambu and talk to voters nicely and softly with respect. I want you to work hard. I want you to be part of the next administration. Please put in hard work. There is no shortcut to hard work. And that is why your leader Rigiji works hard. Nataka sasa nikimbie Ukambani, ninyoroshe siku mbili. Si ndio? Si niende kwa Makuzo? Mumenituma kwa Makuzo? Nikimaliza hapo nitokee Pwani. Tuko na Makuzo wetu wanaitwa Mijikenda. Ningangane hapo siku ingine 3. Alafu nirudi. Nikitembea nirudi mlimani. Kwa sababu unajua ono choroke hia wega. No ikaraga ukiruka kwa dokagia ke. Wale wanauliza kwa nini narudi mlimani. That is Kikuyu saying. Unaenda unaru? Ono giumagara ri thogi nyoke inoke. So wacha niende Ukambani, ni koroge kidogo Pwani, nirudi mlimani, ni koroge kidogo pahali mtaniita, nitoke hapo niende Loitoktok, ni koroge kidogo Kajiado namna hiyo. Then nikibie Ladan kidogo. Sasa Ladan siwezi enda na gari, sasa nitaenda tu. Mungu atatuchunga. Hapa tunaenda na gari, hatuendi na mambo ya helikopta. Hapa tukiingia helikopta hii mtu atatuleta chini. Si ndio? Mimi nikiingia helikopta Kasongo atanileta chini. Alafu tutaumia kama jamii. Siwezi ingia helikopta mimi. Mimi naenda chini kama nyoka. Neguo. Neguo ndo ito. Nimoko rutaira na hinya. Nimoko rutawira. Nimoko ya ite ici. Na mamotige atigere. Gotiregete kia mundu. Morute wira na murute na hinya. Na Kiambu yothe ne DCP kuma gavana nginya MCA. Nitwaiguithaniria. Na niĩ nĩ ngũka Nairobi no ha Kiambu nĩ ha mukaji thutha wa ranji ngoka ngahũra mĩcemanio ĩrĩ ngacoka. Ona to nginya njeterere weekend. Katiguo. Sini hapa tu karibu. Munitumie mimi niko tayari. Waigua kwaku no wakinyia kilo cia gwĩta Rigiji. Mũcemanio handũ 3,000 no gathimo. Katiguo. Nimukuheo namba ya thimu wakonda kimucemanio kia andu 2,000 ni urenda ngeithanie na thimu ukahura. Ona enda kuhura reverse ni ngurihira mwena uyu ungi. Niguo andu aitu. Niguo andu aitu. Nimukugeithania. Nimuriuka kujerera wa Munyoro. Nimuriuka. Mugoka ri. Muriuka ri. Aya niko bagada shoka andu a Kiambu ndi mwendete Kiambu ni ito na Kiambu eragwo urutagwo ke murute wira na hinya. Work hard. I want to repeat, there is no shortcut to hard work. Go and work hard. Go flat out. Talk to women, talk to men, talk to girls, talk to young people, talk to everybody. Talk to them nicely and softly and ask them to give you an opportunity to lead. Our people are fair. They are good people. When you talk to them nicely, they will listen to you. Na mimi sitaki fujo, nataka muombe kula kwa amani. Lakini nikija mikutano, Kimani Ichung'wah akipaga wakora, nyinyi mnajipanga mnanilinda vile watu ya Kikuyu walifanya. Katiguo. Mtashindwa kulinda kiongozi wenu. Andu a Kiambu no muremo na gukigitira mutongoria wa ruriri. Bas mambo ni hiyo. Na tutakuja na tutangangana. And we shall succeed. I want to assure you. I want to assure you, my people. Kasongo must go home. He must be one term. He must be one term. And all the traitors of the community must go home with Kasongo.
They have caused us humiliation. They have caused us embarrassment as a community. That they worship William Ruto as he persecutes our community, as he abuses our community, calling us tribalist. They sing for him and clap for him. For that reason, they must be punished. And there is no sympathy for traitors. The punishment for traitors is only one. There is no remedy. They must be punished. Negwo. Yeah? Negwo do itu. And in this one, you must allow me to be ruthless with the traitors. You must allow me. I ask for permission from you to be ruthless with the traitors of our community. You know the Mau Mau War took many years to be won, not because the British colonialist was anything, because of the collaborators. Those are the people, the home guards, who made work difficult for us, because they are the ones who were showing the British colonialists how to hunt the Mau Mau down. History is repeating itself. The Tokonias of today, the Gati of today, the Kudagutome of today is a challenge to our community. We must address it in the next general election with finality, so that for the next 50 years, there shall be no betrayal in the community. Wapi makofi ya Rigiji? Party leader wetu, tungependa ukae, tutamalizia mkutano. Hiyo ni jambo moja. Party leader umeuliza, na mimi ningependa kusema kwamba hii maneno umeuliza juu ya Raila Odinga. Mimi naandika kitabu inaitwa Who Killed Amolo. Mimi nitakuwa naandika hiyo kitabu, na leo vile umeongea nita change plot kidogo, wewe paka niweke wewe character. Kutakuwa na mtu hapo anaitwa Rigiji, the truthful man. Nataka Wakenya paka waambiwe ni lazima tujue ni nini iliua mzee Raila Odinga. Na vile unasema kwamba Raila alikuwa kule India, hiyo kitabu inaangalia haswa kama ile jeneza ambayo ilikuja airport JKIA, kama ilikuwa na mwili ya Raila. Tungependa kuuliza Musalia Mudavadi, ambaye ndo alikuwa leader of the delegation ya kuenda kuleta Raila kule India, kama alifungua jeneza, tulikutuma ulete Raila. Ulifungua uko hakikisha Raila alikuwa ndani? Sababu tunaambiwa Musalia Mudavadi alifika kule, wamefunika jeneza ya Raila, wakamwambia Raila ako ndani, na wakarudi ndani. Wewe Musalia, we are demanding for answers. Hawezi kuwa umetoka hapa na delegation, Kenya nzima imekutuma uende ulete mwili ya kiongozi wetu Raila, unafika huko hata uoni mwili yenyewe. Ulikuwa umeenda kuleta nini? Tunataka tujue kama hiyo jeneza ilikuja pale JKIA ilikuwa empty. Kwa sababu gani mliruhusu confusion? Watu wakaenda wakakalia paka juu ya jeneza. That confusion was intentional, so that tusiview mwili ya Raila pale airport. So Rigiji, ume raise very pertinent issues. Katika hiyo kitabu vile vile ningependa Wakenya wajiulize, marafiki wa karibu, the confidence of Raila, Junet Mohamed, Gladys Wanga, Oburu Odinga and Mama Aida Odinga. Inakuaje Raila, kiongozi wenyu, mtu mmekaa na yeye miaka na miaka, ameaga hako kule India, munatuma Murkomen na Cherargei wenda lete mwili ya Raila? Gladys Wanga, wakati Raila amekufa India, wewe ulikuwa unafanya nini? Na kabla mwili wa Raila ufike Kenya, mmeshatangaza mtu wa kureplace Raila, hata kabla muone the corpse of Raila Odinga. Hata mja confirm kama amekufa, hata mjafungua jeneza yake, mmeshachukua kiti yake, mmepatiana. Hii kelele mnaona kwa ODM ni Raila apumziki kwa kaburi yake.
wakitaka kukula hiyo deposit, Raila anasema haya, wanachanganyikiwa. So thank you party leader kwa kuleta hiyo issue on a national platform. Na mimi kazi yangu itakuwa kusimama nyuma yako. Ukiuliza hiyo maswali ya Raila, mimi naandika mchezo wa kuigiza. Na Kasongo tutakuja kukuchezea hiyo kitu State House hapo. Ujue sisi. Sasa ningependa